sawa. Sasa mimi nilikuwa nasema hiyo tumeona kwa gazeti au umetuma kwa mtandao notice. Hiyo notice isikwe tu story wala governor. Isikwe story. Iwe notice ambayo kusaidia wananchi wa hapa nyumbani. Na ile volleyball tunaomba bwana governor, tumeimba sana na tumeona mwanzo kufanya kazi. Tunaomba msiweke fence. Mweke ukuta, kwa sababu mkiweka fence tunaona huyo waziri bado anachukua. Mweke ukuta, at least wagonjwa kwa hospitali wakuwe wako sawa, wako safe. Hiyo tutakushukuru kufanya namna hiyo. Jambo la pili, tuongelea uchumi ambao umeshika Kenya hii. Mafuta ndio hiyo. Tunasikia kwamba sijui ati wameshukisha mafuta ya petroli, ya mafuta atendeje wamepandisha. Mafuta ya taa saa hii hakuna hiyo mafuta. So tunaomba tafadhali mafuta yetu mregeshe wananchi wetu chini, na mkumbuke nchi yetu ya Kenya hii. Mkumbuke wananchi na waheshimiwa, muweze kufanyia wananchi wenu kazi. Hapo itakuwa ni sawa, tutakuwa tunaona mnajali masuala yetu, si kweli? Kweli. Kwa sababu ukiendelea hivyo kama hapa Mias West kwa Mias Central hapa, ukiangalia vijana hapo tumeng'ang'ana jamii. Tumeng'ang'ana sana, si kweli? Tumejaribu kukimbizwa lakini tumekaza mkono. Lakini sasa tunaona governor kwa saizi tunaweza cheka kidogo mimi. Sasa wewe endelea hivyo na hiyo barabara hiyo ya kuanzia Bomani kufika kule Ndangalasi. Naomba bwana governor, hiyo barabara hiyo ikifika mwezi wa 8, hiyo barabara tunaomba umemalizana nayo. Hapo tutakushukuru kwa pesa ambayo umefanya na umepata kwa hiyo barabara. Ufanyie wananchi wako kazi. Na uambie mawaziri wako tafadhali waachane na sisi, wakuwe watu wazuri, tufanyane na wao kazi pamoja. Na iwapo wataendelea kutusumbua, tunaomba governor, wewe si mbaya, lakini mawaziri wako ndio wabaya. Ufanye nini? Waondoe, uweke mawaziri wengine, si kweli? Kweli. Na hayo. Asante sana. Mimi nataka niongelee maneno ya usongeje sana kwa mdomo sana. Hapo iko sawa. Kuna masuala kama ya economy yetu ya Kenya ina base sana upande wa mafuta. Na ukiangalia watu wengi kwa kila boma, mpaka ukienda kwa kila boma hapa Kenya utapata kuna yule mtu mmoja ama wawili wanatumia mafuta, iwe petroli iwe diesel. Na ukienda pale chini pale ushago utapata hata kuna hizi kisiagi posho mills zinatumia mafuta hiyo ya diesel. So serikali naomba EPRA mkipandisha mafuta pia muangalie ya kwamba hii mafuta inasaidia mama wetu pale chini. Jambo lingine mimi nataka niongelee, Mheshimiwa Rais, tunakuomba kwa heshima ya kwamba kama kuna uwezekano wa kupata mfadhili mwenye anaweza tujengea refinery ya kusafisha ile mafuta yenye iko hapa Turkana, ile mafuta yetu yenye inapatikana hapa Turkana, at least isafishwe, wananchi wa Kenya wasiwe wanabebeshwa mzigo kwa sababu ya vita za Israel. Tunaomba Iran na Israel isiadhiri sisi wananchi wa hapa. Jambo la pili, Mheshimiwa Governor, kwanza tunataka tushukuru na kwa sababu ya gazeti hiyo perimeter wall kwa hospitali yetu ya Mias Level 4. Tunaomba Mheshimiwa Governor, the way umeigazeti hivyo, tunaomba pia uisisitizie sana kwa jaribu kukua karibu nayo ili upate kwamba kazi inaendelea pale ambayo itakuwa mzuri. Na mimi Mheshimiwa Governor, nataka nikushauri kitu kimoja. Ikiwa kwamba hawa mawaziri wako hawatakuwa wanafanya kazi ya kufanya kazi mzuri, afadhali Mheshimiwa Governor ufanye reshuffling kwa ministry yako, kwa department yako, ama kwa serikali yako. Uwe kama Lusaka kule Busia au Bungoma, shuffle cabinet yake yote akapanga upya. So hapa ukiona kwamba kazi haitakuwa inafanyika vizuri, tunakuomba at least ufanye nini, ureshuffle hiyo cabinet ili mwananchi wa chini aweze kupata kazi mzuri ambayo inastahili. Tunajua wewe unajali watu, tunajua wewe unapenda watu, lakini wale ambao wako chini yako ama wale ambao umewapea kazi kidogo wanajaribu kukuangusha. Sisi tunakuomba Mheshimiwa Governor, tafadhali kwa heshima, wewe ni mtoto wetu wa Wanga hapa, jaribu kabisa fanya kazi hapa Wanga. Angalia drainage system ya Wanga,
Angalia vitu za firefighter. Tuko na magari hapa. Tunafaa tukue hii ni municipality, mheshimiwa governor. Ongea na municipality board na town management. Ijaribu ikuwe na gari moja ya firefighting. At least hapa Mumias tukiwa na shida kama ya hii ya maneno ya majanga ya moto, at least tuko na gari karibu ambayo inaweza zima hiyo moto. Kwa sababu tuko na maji hapa River Nzoia. Tuko na maji hapa River Sumu. Hatuwezi kosa maji ya kuzimisha moto. Na tafadhali hii kitu ikuje na isikuwe na siasa. Hii kitu ikuje kusaidia wananchi. Mimi nakuomba mheshimiwa governor, hapa Kakamega County, the second largest town is this in Mumias town, ambapo tunaomba kama ni mgao kutoka Kakamega, consider Mumias kwanza ndio consider maeneo mengine, kwa sababu kwa kweli heshima hii Mumias ndio senda ya Wawanga, na kama senda ya Wawanga hatuwezi tegemea vitu kutoka sehemu zingine. Nataka tukue na vitu zetu hapa. Nataka tukue na firefighting yetu, tukue na referral hospital yetu, tukue na vitu ambavyo at least kesho mwananchi wa hapa ataamka aseme hapana, serikali ya fulani ilisaidia hapa na hapa. Mimi naomba mheshimiwa governor, kama leadership ama ile executive committee yako yenye uko naye inasumbua, fanya reshuffling. Sisi tutakuunga mkono na tunatamani hii kiti ibaki hapa. Kama kazi itafanyika, tunatamani hii kiti ya ugavana ibaki hapa kwetu. Lakini ikianza kwenda vile inaenda hivi mheshimiwa governor, tunaona ikienda mbali na tungependa iende mbali. Jambo la tatu, mheshimiwa governor, sisi tuko na shida hapa. Na shida ambayo tuko nayo ni kushindwa communication yako tutaipata aje, direct communication yenye mwananchi wa kawaida anaweza toka chini na amuke aende kwa atafute mtu mwenye yako anajua akimpea habari atakufikishia. Shida yenye tuko nayo, community admins wenye wamechaguliwa wote, hawa watu ni kama hawakufikishi reports ambazo zinaadhiri wananchi hapa chini. Na hawa watu ni macho yako. Hawa watu ni macho yako hapa kwa ground. Hawa watu wanafaa at least wawe wanakupatia report ya kwamba eneo langu liko na shida kama hii. Mheshimiwa governor, former governor Wycliffe Oparanya aliacha ng'ombe. Aliacha kama amepeana ng'ombe kwa hizi wards zote. 60 wards za Kakamega County. Hizi ng'ombe mheshimiwa governor, ukiuliza hata saa hii ng'ombe moja ya county haipatikani. Jambo lingine mheshimiwa governor, hawa community admin unaweza chukua aje kaki members. Wewe ni community admin, tuseme community admin wa Mwichina kwangu mfano, amechukua department zote za kaki members ameweka kwa village moja na village nyingine haina, na ni vitu ambazo zinafaa zigawane. At least kama kwa mfano ukienda maeneo kama Mwilunya utapata kak chair ako Mwilunya, agriculture iko Mwilunya, road iko Mwilunya, health iko Mwilunya. Sasa niambie hizi vitu zote tano ziko huko, na kuna area kama Mchimi haina, Mlima hakuna, Ebuyumbu hakuna. Mimi nataka mheshimiwa governor, ongea na hawa watu, at least waangalie maslahi ya mwananchi. Hizi ni vitu ambazo zinaadhiri mwananchi. Wewe ukiniambia watu wote wametoka sehemu moja, ni nani ataangalia sehemu nyingine? So kutakuwa na shida. Mimi naomba kama kijana tu hapa mdogo, mimi nakuuliza tu kwa heshima mheshimiwa governor, ya kwamba sisi ni wananchi wa hapa, tumekupigia kura na heshima zote, tukijua ya kwamba utafanya kazi vile mheshimiwa Oparanya alifanya kazi. Nenda kwa hiyo ofisi ya water, ongea na hao watu. Kuna pipe zimekaa hapo mingi, ile plani ilikuwa ya maji kwa mlango ianze, at least maji isongee karibu mama zetu waache kuumia. Mheshimiwa governor, kuna jambo la Mchimi Health Center. Mchimi Health Center juzi tumekuwa tukiambiwa imefanywa renovation. Mheshimiwa governor, tuko na pictures. Ukitaka hata unaweza tumiwa pictures. Ile kitu bado iko pale. Tunaomba mheshimiwa governor, kwa hii muda ambao umebaki, at least ufanye kitu watu wakuone. Usikae tu huko ukifikiria hawa watu wanafanya kazi. Hawa watu hawafanyi kazi. Na nikimalizia, kuna hizi rumors zimekuwa zikitembea hapa kuhusu wale vijana wetu wenzetu, ndugu zetu wa pale kwa Mandazi, ya kwamba sisi tulisema ati hao waliuza kura. Baadhi yao waliuza kura, sio wote, na wengi wao hawajauza, lakini baadhi yao waliuza kura
na baadhi yao wanataka nini? Wanataka kuanza kusumbuana. Mimi naomba kwa heshima, wale ni vijana zetu na ni ndugu zetu. Kama wewe ni kiongozi, ukipita pale usiwadhulumu ama usiwadharau watu kwa sababu wamefanya hivi. Maybe wanaweza kuwa wamekulia pesa na wakaenda kurudisha kura yao. Na wengi wao hata wenyewe wengine wamenihakikishia, mpaka hata wengine tumekuwa tukienda nao mpaka IEBC wamerudisha kura. Mimi ninaomba Mheshimiwa Governor, waheshimiwa wote, aspirants wote, tujaribu tuende tupeleke watu wetu kwa ofisi ya IEBC. Wale ambao hawajashika kura tuwapeleke kwa ofisi, at least washike kura ili tusimame tupige kura. Jambo lingine lenye nikimalizia, Municipality Board, nimeongelea hili jambo lakini bado ninasikia uchungu sana. Nimekuja kurealize tunapiga governor vita, lakini vitu zingine, majukumu mengine aliachia hao watu, na hao watu ndio wanamfaidi. Board ya municipality, Mheshimiwa Governor, kama hiyo board imelemewa sana kazi, tuko na vijana hapa town. Wewe kwako tu jifanyie kwa tu mwenda wazimu, kama Mheshimiwa Johnson Sakaja amechukua tu Gaucho na akampeleka Mama Lucy, akamwambia sasa utakuwa kwa board ya hospitali. So sisi tunataka hapa, hii board yetu hii inataka watu wa kutenda kazi, watu wenye watakuwa wanatembea, wanaangalia town vile imekaa, wanaangalia municipality vile iko, wanasema wanaangalia ni nini kimelemea kwa hii municipality, at least wanakuja na idea ya kutengeneza. Lakini hao wenye tuko nao hawana haja na hiyo. Hao wenye tuko nao haja yao ni kupata tu zile allowances zenye mnapeana, na wanaenda kwa manyumba zao na shopping. Huku mama zetu wanahangaika, huku mama zetu wenye wafanya biashara hapa wanahangaika. Wewe utashindwa kujua ni kwa nini ushuru haitoki, kumbe kazi haifanyiki Mumias. Mimi nawaomba, kama hawa watu hawawezi fanya kazi, Mheshimiwa Governor, tunataka utoke Kakamega ukuje hapa Mumias. Hata useme nimetenga hii mwaka ama hii mwezi nitaoperate kutoka Mumias, ili wananchi wa Mumias wafanye nini? Wanifikie. Kwa nini rais huwa anatoka State House unapata ako State Lounge hapa Kakamega, ako Kisumu, ako Mombasa? Anataka wananchi wa pale wafanye nini? Wamfikie. Mimi nataka Mheshimiwa Governor, siku moja hata wewe utoke Kakamega ukuje hapa municipality hapa, ufanyie hapa, uoperate kutoka hapa, utoke hapa hata uende Lugari, kutoka hapa hata uende Butere. In hizi 12 sub counties utembelee zote, at least uweze kujua ni nini inasumbua hawa wananchi. Kwa sababu ukiangalia hali ya hapa, ukweli ni kwamba wanajua ya kwamba wewe unakaa Kakamega, so hawawezi wakafanya nini? Wakafanya kazi. Mheshimiwa Governor, hiyo ndio yangu, lakini tunasisitiza kwamba tumeona umegazeti hiyo tenda ya Mumias level 4. Tunaomba mheshimiwa isianze kama barabara ikasimama, tunaomba ifanyike, kazi ifanyike. Yule contractor mwenye anapata ile kazi, mheshimiwa alipwe pesa, afanye kazi yake vizuri. Na mimi proposal yangu, waangalie watu wenye wanaweza kufanya kazi, wawapatie hiyo kazi, at least waajiri vijana wa hapa. Na yule contractor mwenye atakuja pale pia awe mtu wa kuangalia 70% ya kuenda kwa community. Asitoke na watu wake, kama tuseme kwa mfano ametoka kule Durami, anatoka huko na watu anakuja nao hapa. Hapana, tunataka at least vijana wa hapa wafaidike. Hii kitu ni yetu, inasaidia sisi. Vijana wa hapa wafanye hapo kazi. Ile employment, Mheshimiwa Governor, na staff members wachukuliwa, at least wale watu wa vibarua wachukue kutoka kwa community hapa, wapewe kazi pale. Hii level 4 inastahili ipate iwe maajiri vijana wengi kazi. Mheshimiwa Governor, sisi tunakuomba kwa heshima, hii kitu ni yetu, mlituletea. Jaribuni sana iempawe watu wa hapa, isije ikawa kwamba imekuwa ni kitu tu, yani mtu wa hapa anaiona ni kama ni kitu ya watu wengine. Hapana. Kwa hivyo mimi nasema ni asante, na tunataka tushukuru, na tumeona Mheshimiwa Governor ripoti zako ya kwamba unataka tukuje tukutane na wewe. Sisi kama vijana hapa Mumias hatuwezi pinga, kwa sababu wewe ni mzazi, umetuita. Lakini kabla hatujakuja kule, Mheshimiwa Governor, sisi tulikuwa tunakuomba kama unaweza tutumia representative wako akuje hapa Mumias Town, akutane na vijana wa bunge wote, awapatie wapewe agenda
zenye wewe unataka. Wakikuja huko wao wanajua kwamba wanakuja kufanya nini. Kwa sababu sisi Mheshimiwa Gavana, sisi hatutakuficha. Tumesikia kwamba kwako tukikuja kuna German Shepherd. So hiyo kitu inatuogopesha. Kwa sababu mimi naweza kuja kwako na unifungie nisitoke. Useme wewe unaniongeleanga sana. Unifungie sasa nishindwe kutoka nje. Ama uniteke nyara umenipata. Siwezi, mimi niko na uoga Mheshimiwa Gavana. Kwa hivyo kama unataka tukuje kwako, lazima kwanza utatumia representatives wako wakuja hapa, watuongeleshe, kisha baadaye hata ikikuwa vizuri upange mkutano hapa Mumias. Tuko hapa. Ukisema unataka tukutane na sisi hata kwa hii soko ya Friday hii. Tuko hapa vijana, tunaweza kaa hapo. Ukuje uongee na sisi. Lakini Mheshimiwa Gavana, hili swala la kusema kwamba tukuje kwako kidogo tunaliona likiwa na mchanganyiko. Kwa sababu sisi wote ni binadamu na tuko na uoga. Hatuwezi kuja kwako kwa sababu mara mingi tumekuwa expose yale maneno unafaa ufanye. So hatuko sure kama tukikuja kwako tutakuwa safe. Na sisi hatusemi ya kwamba wewe ni mbaya, lakini kulingana na vile tunaona watu wako wakibehave tunaogopa. So Mheshimiwa Gavana, tafadhali, kama kutakuwa na uwezekano ama na nafasi kama hiyo, sisi hatuwezi kukupinga. Mumias, wewe ni baba wa hii town. Wewe kuja, ongea na sisi. Lakini kwako kidogo tunaona kuna shida hapa. Yangu ni hayo.